Habari, mimi naitwa Jof. Nimepokea swali, kuna mtu ameniuliza swali pana, anasema Yesu alipokufa msalabani roho yake ilikwenda wapi? Ndicho ambacho natamani kufahamu. Sasa kimsingi kwenye Biblia kuna mazingira kama mawili au matatu ambayo yanaelezea vile ambavyo baada ya kifo cha Yesu ilivyokuwa. Yesu mwenyewe alisema roho yake anaikabidhi kwa Baba. Ukisoma katika kitabu kile cha Luka 23 mstari wa 46 unasema hivi: Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hii inaonyesha kwamba mara baada ya kufa roho ya Yesu ilikabidhiwa kwa Mungu Baba. Hii ni ishara ya utii na imani kamili. Lakini Yesu alishuka mahali pa wafu. Hii unaweza kuisoma katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 19. Kwa sababu ya muda naweza nisisome, inaelezea vile ambavyo Yesu alishuka kule kuzimu akaenda kuwatangazia watu, kuwaweka huru watu. Lakini pia Yesu alimwambia yule mwizi pale msalabani kwamba leo utakuwa nami mahali pema peponi. Ukisoma katika kitabu kile cha Luka 23 mstari wa 43 pale Yesu alimwambia kwamba akamwambia, amini amini nakuambia leo hii utakuwa pamoja nami mahali pema peponi. Yesu anaahidi kuwa baada ya kifo watakwenda peponi. Hii inaonyesha kuwa kulikuwa na sehemu nzuri ya roho za wenye haki, si mbinguni kabisa bali mahali pa pumziko. Hiki ndicho ambacho kimezungumzwa hapa. Yesu hakwenda jehanamu ya mateso kama adhabu, bali alikishinda kifo na mauti, akavunja nguvu za kuzimu. Hiki ndicho ambacho mimi naweza nikakwambia ya kwamba baada ya Yesu kukata roho pale msalabani, aliweka roho yake mikononi mwa Mungu. Kama nilivyosema, alikwenda peponi. Alishuka pia sehemu ya chini kuwatangazia ushindi kwa roho waliokuwa wamefungwa. Baada ya siku ya 3 alifufuka kama vile ambavyo imeelezewa ama imeandikwa kwenye Biblia, na ndivyo ukweli ulivyo. Kama una chochote ambacho unatamani tujifunze kwa pamoja, unatamani kuuliza zaidi kuhusiana na baada ya Yesu kufa kitu gani kilitokea, basi endelea kutujazia hapo chini kwenye comment, tunaendelea kujifunza wote kwa pamoja.